Sikalalia. Asubuhi hii ya leo Bwana Yesu, tuna shauku ya kuisikia sauti yako. Asubuhi hii ya leo tuna shauku ya kujifunza kutoka kwako. Asubuhi hii ya leo Baba, tuko tayari kula na kunywa kutoka kwako. Tuna njaa Bwana, tuna njaa na wewe, tuna njaa na wewe Mungu wetu, tuna njaa na wewe Bwana wetu, tuna shauku na wewe Bwana wetu, tuna shauku na wewe Mungu wetu. Tusaidie, tuwezeshe. Radika laduza repi na nasi kalodali yaba shadia marumi na naka sikado mananali yande mesila la mananusi kaladedi yanda na manosa yande zikaluza ya bananaki lalalezi yada daboshia. Tunaungana na malaika, tunaungana na makerubi, tunaungana na maserafi, tunaungana na wazee 24, tunaungana na wenye wai 4 kusema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu wetu, mtakatifu ni wewe Baba yetu, mtakatifu ni wewe mwenye uweza na mamlaka. Hakuna Mungu kama wewe, na wala hapata tokea mwingine wa mfano wako. Hakuna mwenye nguvu kama wewe, hakuna mwenye ushindi kama wewe, hakuna wa baraka kama wewe, hakuna wa mamlaka kama wewe, hakuna mwenye uweza zaidi yako. Hulinganishwi, ufananishwi wewe. Unajitosheleza, unajitosheleza sana, unajitosheleza sana. Utendaji kazi wako unajitosheleza, mapenzi yako yanajitosheleza, mamlaka yako inajitosheleza. Binadamu huhitaji watu wengine, binadamu huhitaji resources zingine ili kuweza kufanikiwa, ili kuweza kuongoza, ili kuweza kuishi, lakini wewe Mungu huhitaji mwingine yoyote. Sisi bila wewe hatuwezi, lakini wewe bila sisi bado unabaki kuwa Mungu. Wewe bila sisi bado unabaki kuwa mfalme. Uko peke yako, wa klasi yako peke yako, unayestahili kutukuzwa na kuabudiwa. Ndio maana asubuhi hii leo tunakutukuza mfalme. Asubuhi ya leo kwa kutambua hayo, ndio maana tunakuinua mfalme. Kwa maana tumepima, tumejua ya kwamba maisha yetu ni matokeo ya upendo wako, ni matokeo ya rehema zako, ni matokeo ya huruma zako, ni matokeo ya msamaha wako mfalme amani. Umetupendelea na kutustahilisha sisi tusiostahili mfalme. Maana ni wengi walitamani kuiona siku kama hii, hawapo tena katika uso wa dunia. Wengine tulianza nao mwaka Bwana Yesu, wengine tukaanza nao mwezi huu Bwana Yesu, wengine tulianza nao wiki hii Bwana Yesu, lakini tunapozungumza hawapo tena katika uso wa dunia. Tukitafakari habari hizi, si kwamba sisi tuwema sana, si kwamba sisi tuwazuri sana, ila ni kwa sababu ya rehema zako ndio maana hatuangamii, ndio maana bado tunaishi, na ndio maana bado tunaendelea kuvuta pumzi ya uhai katika dunia hii Bwana Yesu. Kwa sababu haujamaliza kazi na sisi, ndio maana bado tunaishi. Tunakushukuru Bwana. Rikadalia sana na maana kushaliande. Mtu mmoja azidi kupaza sauti kule uliko. Mshukuru Bwana, kwa sababu ni kwa sababu ya upendo wake ndio maana tunaishi. Rabada domanusi kaladelia rebidadaya kusalaleti dadadia zelika ladama na nushi dadaba dozia rebeda kusaladadia na namana kusalaleti ladezia zelika ladusa yabada kosha yande rabaduka sayamana kaliande debusa zelamana kutalika deliasha dabadoshi kabanania rabaduki dadia munanama shikalalianda zekedododobusa dadadamana nasi kaladalia. Mama yule ameamua kuchuni ini ili kuanza siku na wewe. Baba yule ameamua kuchuni ini ili kuanza asubuhi hii na wewe. Kaka yule ameamua kuchuni ini ili kuweza kuianza siku hii na wewe. Bwana njoo, Roho njoo, utuhudumie. Roho njoo, utusaidie. Ratika zidadadai yande debe sadata repi la kusi kadadisa yanda rabosha dadia robolozi kalaliande. Tunakiu na wewe sana Roho, tuna hamu ya kusikia kutoka kwako.
tuna hamu ya kujifunza kutoka kwako. Njoo Roho utusaidie, njoo Roho utufundishe, njoo Roho utuwezeshe, utuongezee na maarifa. Radika doma zelipa la dusi kazi yaba zomina redika losha dadabada dosi andola na mana nosia. Wengine wanajisikia vibaya afya zao, Roho shuka utusaidie. Wengine wanajisikia vibaya mioyoni mwao, hawana amani ya kweli, Roho shuka utuhudumie. Tunapoanza ibada hii, anza na sisi na umalize na sisi, na tunapomaliza ibada hii kila mmoja awe mshindi katika yale anayoyapitia. Rebeda katalaliasha zedika dadadamosa dadadia rebedomina kusaladiande rebeda kusikalaliande. Popote pale ulipo, ebu omba kwa maana yeye yupo anasikia, yeye yupo anasikia. Anasema niite nitaitika, nitakuonyesha makubwa na magumu usiyoyajua. Niite nitaitika, nitakuonyesha makubwa na magumu usiyoyajua. Yale mambo ambayo hujui utapata wapi msaada, yeye anakwenda kukuonyesha asubuhi ya leo. You only need to pray. Sikaladu sayata dadia rebedadi kaliando labaso koto doya masi patadumi na nakalia leshede bosa zila na mana kusekederesia roko toko yobosa dadia. Wengine wanaanza kukutazama miungu yao, wengine wanaanza kwa kufanya ushirikina, wengine wanaanza siku zao kwa kufanya manuizo mabaya. Sisi tumesema tuianze asubuhi hii na wewe Bwana utusikie mfalme. Sikia toka mbinguni mfalme, sikia toka mbinguni mfalme. Tuna kiu na wewe Bwana mkubwa Yesu. Rapatu kasida dadari merebeda kusadadaya rebedosi kaliande shetebekusi kadadia robodosi kadiande. Kila tukitafakari maisha yetu tunaziona nguvu zako, tukitafakari kwenye mafanikio yetu tunauona mkono wako, tukitafakari kwenye fedha zetu na maelimu yetu tunaona hatua zako zilizopo kila sehemu mfalme. Kwa sababu hiyo ndio maana tunapata ujasiri wa kuendelea kukuamini, wa kuendelea kusimama nawe, wa kuendelea kukutumainia wewe. Tumepima, tumejua ya kwamba wewe pekee ndiye unayetutosha. Ndio maana tutakuabudu asubuhi ya leo. Rabadusi kaladeliande rebosi adadabasia. You have few more minutes to keep thanking him in this morning. Sherabosi kadadiande. Omba pale uliko, omba pale uliko. Arabarasi kalalianda rabosha dadadia sepeta rabosa yande rebosia marabadosi kamanali kalede rebosia. Na wakati unaendelea kuomba, endelea kushare linki hii kwenye status na social media zingine, ili watu waweze kupata kushiriki ibada hii pamoja nasi. Rabosa damanuka litadi sedebosha daramana neke sedarariande. Asante Roho Mtakatifu kwa maana asubuhi ya leo inakwenda kubadilisha maisha yetu. Asubuhi ya leo tunaamini ya kwamba inakwenda kuwa asubuhi ya baraka kwetu, inakwenda kuwa asubuhi ya ushindi kwetu. Vile tunaanza ni tofauti na vile ambavyo tutaweza kumaliza ibada hii. Tutaimaliza ibada hii kwa ushindi, kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Masikaladela rebedadusi yanda rabosha melipa la kusi yanda na manaria maroko yobosa dadabara rinda ramasa marabadiko lolobosha diande. Kinyume na nguvu za giza, kinyume na all kind of distraction, kinyume na mapepo, kinyume na roho ya usingizi, katika jina kubwa la Yesu Kristo. Ayabarado sakadadiando sepeta kusayabadadaria. Ruhusu malaika zako waweze kutuhudumia asubuhi ya leo. Ruhusu malaika zako waweze kutuhudumia siku hii ya leo. Ruhusu malaika zako waweze kutenda kazi ya kututia nguvu asubuhi ya leo katika ibada hii kwa jina la Yesu. Kama unaamini, endelea kuomba. You have 2 more minutes to do that. Shekadumi na nasi dadubida rebeda kuzaya manana riande debesia zelika ladesha damana makusaman lela
melupi tarara maleke sida dadariande. Baba, tunapokea neema na kibali chako, nguvu zako asubuhi hii leo. Tunapokea na kuamini katika uweza wako utakao kwenda kukutana na sisi asubuhi ya leo. Radika la desi asa dadabosha dadia, yale ambayo yanatushinda Bwana Yesu na kwenda kuyashinda kwa jina la Yesu Kristo. Tunakemea distraction zote, tunakemea kwa jina la Yesu Kristo. Tunaamini ya kwamba asubuhi hii ya leo Bwana unakwenda kusema na mtu mmoja, unakwenda kumsaidia mtu mmoja, unakwenda kumbariki mtu mmoja, unakwenda kutusaidia, unakwenda kutuhudumia kwa namna ya ajabu. Sheka zaka zadiando rabati lalia lepeta duza yando ramana na sikaleta dia sepezi kazumina kuzayande rebosi yanda rokotoko yomo na nisa la dianda zelebo shadaraba kushadariando rabosi kaladia rapata kaliando zelika la dama na nasi katiaza zelika la doso koyo monanasi yanda ha shetani huna mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Shetani huna mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Shetani nasema huna mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu unakwenda kutenda zaidi ya vile ambavyo tunafikiri. Asante Bwana kwa sababu unakwenda kutuhudumia kwa namna ya ajabu. Ni katika jina kubwa la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Sema amen. Sema amina. Mpatie Bwana makofi, shangwe na vigelegele. Ndio, amina. Bwana wetu Yesu Kristo na apewe sifa sana. Mtu wa Mungu, karibu sana katika ibada ya pambazuko. Ibada ambayo inakujia kwako siku ya Alhamisi, siku ya Ijumaa pamoja na siku ya Jumamosi alfajiri 9 asubuhi mpaka inapofika pale 11. Lengo haswa la ibada hizi ni kuhakikisha ya kwamba tunapata nafasi ya kuanza siku hizi na Bwana, na tunapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza neno lake, na nafasi nzuri sana ya kuweza kufanya maombi. Nitakwambia kitu kimoja. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja jana, akawa ananiambia, mchungaji, najisikia vizuri sana kwa sababu sasa hivi nina uhakika kwa hizi siku 3 nina uwezo wa kumuomba Mungu vya kutosha. Ninakuwa na wasaa mzuri wa kuweza kutafakari na neno lake kila alfajiri, jambo ambalo labda ni gumu kulifanya wewe mwenyewe. Unajua sengine inavyokuwa ngumu kuamka kila siku kuomba peke yako, si ndio? So tunapokuwa na wasaa huu inatusaidia kupata ushirikiano na umoja ambao unatuwezesha sisi kumtafuta Mungu na kuweza kukutana naye kwa namna ya ajabu katika kila ibada. So karibu sana, na ninaamini ya kwamba Mungu atakwenda kunitumia kwa ajili yako asubuhi hii ya leo, ambapo tunaendelea na muendelezo wa series ambayo tulianza jana, yenye jina It is not your battle. Tunaendelea na series ambayo inakwenda kwa jina la It is not your battle. Kule online hebu andika hapo It is not your battle kwenye comment, na sisi ambao tuko hapa hebu tuambiane It is not your battle. I think you can do better than that. Tuseme tena. It is not your battle. Maana yake kwa Kiswahili ni kwamba hiyo sio vita yako, ama unaweza kusema kifupi sio vita yako. Hebu tuseme tena, sio vita yako. Bwana apewe sifa. Shauku ya moyo wangu wakati naandaa somo hili sawa na mwongozo wa Roho Mtakatifu ni kwamba kila mmoja wetu atakayepata nafasi ya kusikiliza ibada hii na kujifunza katika mfululizo wa ibada hizi 3 juu ya series hii, atoke akijua ya kwamba katika changamoto zote za haya maisha ambayo tunazipitia, sisi sio jukumu letu kujaribu kupata majibu ya kila kitu pekee, kwa maana haya yote yanayotokea katika maisha yetu ni Mungu ndio mwenye jukumu la kutuepusha nayo na kuweza kutusaidia kuvuka salama.
Jana tulijifunza na kwa subtitle, katika title hiyo ya series inasema it is not your battle, lakini subtitle yetu ilikuwa inasema vita ni vya Bwana. Tukajifunza ukweli ya kwamba yale mambo tunayoyapitia, zile changamoto tunazozipitia, ni vita ambayo si yetu, ni ya Bwana. It might be so easy to say that, lakini kiuhalisia mambo ni magumu. Kiuhalisia siwezi kukubaliana na ukweli huo. Tunapitia changamoto nyingi ambazo yumkini zinatufanya tusahau. I totally understand, but natamani sana ya kwamba kwa kadri tunavyoendelea kujifunza, ukubaliane na ukweli huu na uamini ya kwamba Mungu ndiye mwenye jukumu la kutuvusha katika vita hivi tunavyopitia, ndio mwenye jukumu la kututoa kwenye changamoto tunazozipitia, na yeye pekee ndiye anayeweza kutushindia. Bwana Yesu apewe sifa. Subtitle ya leo nimeipatia jina ya kwamba tulia, Mungu anapigana. Pale juu kama unaandika utaandika it is not your battle, sawa, lakini leo siku ya pili tunasema ya kwamba tulia, Mungu anapigana. Natamani tusome kitabu kile cha Kutoka 14 ule mstari wa 10 mpaka wa 14. Kutoka 14 mstari wa 10 mpaka wa 14. Hapo ndipo ambapo tutaweka misingi ya kile ambacho tunakuzungumza siku hii ya leo. Biblia inasema, hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli walipoangalia nyuma na kuona Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, hata ukatutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Nililokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu wale ya kwamba, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakawafanya nini? Atakawafanyia leo. Napenda hapa anaposema, kwa maana Misri mliowaona leo hamtowaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi. Hebu tuseme wote, Bwana atawapigania ninyi. You can do better than that. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Tunaposoma habari hizi, ni kipindi ambacho wana wa Israel wamepokea zawadi kubwa ambayo waliisubiria zaidi ya miaka 400. Zawadi ya uhuru wao ambao walimlilia Mungu kwa miaka mingi sana. Karne 4 hizi zote walikuwa wakimtegemea Mungu awatoe katika utumwa ambao ulipoteza utu wao, utumwa ambao ulipoteza heshima yao na uhuru wao kwa miaka mingi sana. Kwa wale ambao wanajua Biblia, hadithi hii ya wana wa Israel ilianza na Yusufu pamoja na familia yake na baba yake Yakobo. Wameenda kwa sababu ya njaa, wakajikuta wamehamia Misri. Lakini Biblia inasema akaja Farao ambaye hawajui wana wa Israel. Hapo ndipo utumwa wao ulipoanza. Fast forward miaka 400 mbele, hawa wana wa Israel sasa wanapata nafasi ya kuweza kutoka kule na kwenda katika nchi ya maziwa na asali. As much as this was a big thing, as much as Mungu aliwapatia hii zawadi ambayo ilikuwa ni majibu ya maombi yao, haikumaanisha kwamba hapatakuwa na challenge. Na hapa wanakutana na challenge kubwa ya kwanza, ambapo mbele yao wanaona bahari ya Shamu na nyuma yao
wanaona jeshi la Wamisri waliokasirika sana wanakuja kuangamiza. Wana wa Israeli wanamuuliza Musa maneno haya ya kwamba ni kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, hata ukatutoa huko ili tufe jangwani. Utajiuliza ni kwa nini walikuwa wanasema hivi? Walijuaje watakufa? Of course walijua watakufa kwa sababu wanajua history ya wale ambao walikuwa wakiwatawala. Biblia inasema jeshi la Misri lilikuwa lina nguvu kweli kweli. Lilikuwa na maaskari mahiri kweli kweli, wanajeshi mahiri kweli kweli. Kipindi hicho Misri ilikuwa ikitawala sehemu kubwa ya dunia kwa sababu ya umahiri wa watu wale. So wana wa Israeli kumgeukia Musa na kumuuliza ya kwamba unadhani hapakuwa na makaburi, unataka tufe hapa jangwani, ilikuwa ni jambo sahihi sana, kwa sababu walijua there is no way hawa watu wanaweza kumwacha hata mmoja wetu. Kumbuka ya kwamba mfalme alikuwa amekwisha kukasirika, na nikana kwamba akili yake imerudi kwamba tutaendeshaje maisha yetu pasipo hawa watu ambao walikuwa ni watumwa wetu. Nataka kuamini ya kwamba pia waliongea maneno hao kwa sababu mbele yao kulikuwa na bahari ya Shamu ambayo ilikuwa ni kubwa sana, na hata macho yao yalikuwa hayawezi kuona ng'ambo, hata kusema labda wakajaribu hata kuogelea ama kutafuta namna ya kuvuka pasina kuangamia katika bahari ile. So wanamuuliza Musa maneno haya wakijua kabisa ya kwamba huo labda ndio ulikuwa ni mwisho wao. Kama vile ambavyo wewe unaweza ukawa unatazama changamoto unazozipitia na changamoto ulizozipitia, na kwa namna moja ama nyingine unasema hapa sitoboi. See, I totally understand kwamba kwenye maisha kuna saa unafikia hapo. I totally understand. Ni sawa na mimi pamoja na my wife, kipindi ambacho tulikuwa tunategemea kupata mtoto wetu wa kwanza. That was a very hard time, kwa sababu tupo katika nchi ya ugenini, bado tuna miezi 10 tu katika nchi hiyo, bado hatujafigure out swala la uchumi, bado tunasoma. Tukiangalia tulipotoka ni kubaya, tunapoenda tuna matumaini. Tunaambiwa bwana, hata huyu mtoto tunamtarajia hatakuja kwa njia ya kawaida, atakuja kwa operation, na ni baada ya masaa 24 ya kupambana, tukidhani kwamba labda mke wangu ataweza kujifungua kawaida. It was very hard. Nakumbuka alikuwa akiniangalia mke wangu akiniambia, please waruhusu wanifanyie operation, kwa sababu I had to give them a permission kufanya hivyo. Amechoka. Wanasema hata hivyo mtoto mwenyewe tunaona hata mapigo yake ya moyo na yeye yameanza kupungua. Means kuna chance ya kumpoteza mtoto, na tukichelewa kidogo hata tunaweza tukampoteza mama. Maneno haya yanasemwa nikiwa ndio mara yetu ya kwanza kabisa. Hatuna mjomba, hatuna shangazi, hatuna mama wa kutusaidia katika eneo la tukio. Tuko wawili tu. Na tumeingia hospitalini hapo, tuna pesa isiyozidi hata $100. Imagine unaenda kujifungua, hata tuseme kwa shilingi hata $200 hauna. Means tukitoka hapo hatujui tutaishije. Maisha bado yatakiwa yaendelee, bado tulipe kodi, bado tule, bado tufanye mambo yote hayo ambayo tulikuwa hatuna uhakika nao hata kidogo. Hapo ni mahali ambapo ninaweza nikawaelewa wana wa Israeli, nikafananisha japo kidogo kwa yale ambao wanayapitia. And maybe that is how wewe mwenyewe sasa hivi kuna mambo unayapitia yanayofanana na haya, ambayo ukikaa ukiangalia unasema, mchungaji, sioni mbele, sioni njia, nyuma sioni njia, sijui nitatokaje hapa. Inawezekana kabisa uko hapo, labda kwa sababu ya uchumi, labda kwa sababu ya afya, umepokea ripoti mbaya, umepokea majibu ambayo yanakukatisha tamaa. Jana nilitoa mfano, dada mmoja alikuwa anasema aliambiwa hataweza kuzaa, na ni kwa sababu ya uvimbe ambao aliambiwa kithubutu kuugusa tu utampelekea kuharibu kizazi. Maybe upo hapo.
Asubuhi hii ya leo ninatamani nikukumbusha ya kwamba hiyo sio vita yako. It is not your battle. Wewe unatakiwa utulie na utazame vile ambavyo Mungu atakusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. I totally understand. Unaweza kusema, mchungaji, sasa nitawezaje hapa? Tuangalie kile ambacho Musa anawaambia. Biblia inasema Musa akawaambia watu wale, msiogope, simameni tu. Msiogope, simameni tu, mkauone wokovu wa Bwana. Anapowaambia simameni tu, ni kana kwamba anawaambia tulizeni mioyo yenu, kuweni stable kwenye imani yenu, mtumainini Mungu tu, tazameni uweza wake tu, mkauone wokovu wa Bwana. The thing that I need you also to do this morning, sikia, haisaidii kitu kupanic. Haisaidii kitu kuwa na wasiwasi. Ni kweli ripoti inaweza ikawa ni mbaya sana. Wamesema labda una cancer, wamesema labda una HIV, wamesema labda pressure ulionayo haina namna ya kuweza kupona. It is okay, ripoti hiyo inasema hivyo, lakini yafaa nini kushtuka? Umepoteza mtu unayempenda, umepoteza ile contract ya biashara, yafaa nini kushtuka? Imani ni kuwa na uhakika na mambo tunayotarajia, ni bayana na yale yasiyoonekana. Kinyume cha hapo kuna kitu kinaitwa hofu. Ukiruhusu hofu iingie ndani ya moyo wako, itakusumbua. Na kile ambacho shetani ukifanya siku zote, hasa tunapopitia changamoto, ni kuhakikisha kwamba anatuletea nini? Hofu. Anakuletea hofu, unashindwa kusogea mbele, unashindwa kufikiria vizuri, unashindwa kuona mpenyo wa maisha yako, kwamba kutokea hapa mpaka kesho kutwa nitatoboa vipi? Kutokea hapa mpaka mwakani itakuwaje? Ama kutokea hapa mpaka napomaliza degree itakuwaje? Inawezekana. You're in that position. Unasema, mchungaji, sielewi hii ndoa yangu, sijui hatima yake itakuwaje. Nimejaribu, nimeshindwa. Huu ni mwaka wa 5, hakuna amani. Mume wangu hatulii, au mke wangu hatulii. Mchungaji, nimejaribu, nimeshindwa. Ninachokitaji tu mimi ni kuachana na huyu mtu, niendelee na maisha yangu. Mbona nilikuwa na maisha mazuri kabla ya yeye? Mbona nilikuwa na furaha kabla yeye? Nilidhani nikiingia kwenye ndoa nitakuwa na furaha zaidi, lakini badala yake imekuwa mambo magumu sana. All I need to do ni kuachana na huyu mtu. Wamisri wanamuuliza Musa, wanamwambia, hapakuwa na makaburi? Hapakuwa na makaburi hata utulete hapa? Ni sawa na vile ambavyo wewe unajiuliza, au wakati mwingine unamuuliza Mungu, mbona umeruhusu haya yatokee? Kama ulijua huyu jamaa atatani kuwa mbaya hivi, mbona ukaruhusu nikaolewa naye? Kama ulijua kazi hii haitokuwa ndefu kiasi hichi kabla ya kukatishwa contract, mbona ukaruhusu niweze kuichukua kazi hii, ama nikaipata kazi hii? Kama ulijua Mungu nitafanya hii biashara na itakwama, mbona ukaruhusu nikaingia mkopo mkubwa vile ambao sasa hivi na risk kupoteza nyumba yangu, na risk hata amani ya ndoa yangu? Mbona ukaruhusu Mungu? Wewe si unaona mwisho kabla mwanzo? Mbona ukaruhusu? Maswali hayo yanafanana na haya wana wa Israeli. Mbona Mungu ukaruhusu nikaumwa hivi? Mbona umeruhusu mambo haya yaje kwangu? Wana wa Israeli walikuwa na sababu ya kumuuliza Musa. Lakini sababu hii, napenda kitu kimoja ambacho Musa anakionyesha kwao, ya kwamba alikuwa na imani kubwa sana na Mungu. Na ili tokana na kumjua vya kutosha, anawaambia msiogope, simameni tu. Kwa maana wa Misri mnaowaona leo hamtowaona tena milele. Asubuhi hii ya leo nataka
ni kuambie the same thing, ya kwamba zile changamoto unazoziona leo, ukiamini kwamba hiyo sio vita yako kupambana nazo, na ukaamua kutulia kumwachia Mungu assignment ya kuipambana hiyo vita, yale mambo unayoyapitia leo hautoyaona tena milele. Bwana apewe sifa. Ukiamini zile shida ambazo unazipitia leo hautoziona tena. Ukiamini yale matatizo ambayo kila siku yamekuwa kijirudia, labda ni kukosa pesa, kila siku unashangaa mambo yakai, ama afya kudhorota, kila siku tunasikia tu hichi mara kinauma, hichi kinauma kile. Ukiamini leo hii kwa dhati, na ukaamua kumwachia Mungu hilo jukumu la kupambana hizo vita, Mungu ana uwezo kukusaidia. Bwana apewe sifa. Nakumbuka kipindi fulani nilikuwa na rafiki yangu mmoja. Huyu rafiki yangu alijikuta ameingia kwenye kesi kubwa na iliyompelekea hata kufungwa kwa siku kadhaa, na akatolewa kwa dhamana. Tulipokutana naye, huyo jamaa alinishangaza sana. Alikuwa na ujasiri mkubwa sana, licha ya kwamba alikuwa ameingia kwenye kesi ambayo ilikuwa kwanza imemwingiza kwenye madeni makubwa zaidi ya $20,000 kwenda mbele kwa ajili ya kutafuta lawyer wa kutake care hiyo kesi, na pia ilikuwa ina chances za kumfanya yeye aweze hata kuondolewa katika taifa lile. Kitu kimoja nilichokipenda kwa yule jamaa ni kwamba alikuwa anamwamini Mungu sana. Ametoka ndani katika magereza yale, ana amani, ana ujasiri. Na wewe ndugu yangu, unapata wapi ujasiri? Kwanza wewe ni mgeni kwenye taifa hili, lakini umepokelewa na kesi lizito kiasi hichi ambao limekuingiza kwenye madeni, linakuacha ukiwa huna amani ya kweli. Chances ni kwamba hata kupata kazi utakuwa upati, na mambo yako yatakuwa magumu. Unapataje amani? Anaambia mchungaji, yani sijui nini, lakini huko ndani ninaamini Mungu atanisaidia. Ninaamini hichi ni kipindi kidogo tu ninapita. Fast forward 6 months later, yule jamaa tulikuwa tunaongea naye akiwa ameshinda kesi zote alizokuwa ameshutumiwa, na akiwa tayari ameshikilia green card ya taifa lile ambalo tulikuwa tukiishi. Green card ambayo kuna watu wana miaka 10, 15, wengine 20 hawajawahi kuipata. Ilikuwaje aliweza kupata muujiza huo na kuvuka kote hapo akiwa ameweza kulipa hayo madeni yote na kushinda kesi zote hizo ndani ya miezi 6? Ni kwa sababu nataka kuamini alikuwa na imani kama hii. Bwana pewe sifa. Alikuwa na imani hii ya Musa ambao anawaambia wana wa Israeli ya kwamba msiogope, simameni tu. Inanikumbusha habari za dada mmoja pia ambaye alikuwa na almost kesi kama hii ya ujamaa wa kwanza. Amefungwa ndani zaidi ya miezi 8. Tumejichangisha tukamlipia deni lake, akatoka kwa dhamana. Mimi sasa ndugu yako, kipindi hicho bado sio mchungaji, lakini napenda kushauri. Nikatoka nikamwambia yule binti, ndugu yangu, kwanza pole kwa haya mambo ulopitia. Sasa nakushauri, siturudi tu nyumbani Afrika ndugu yangu, kwa sababu hapa chances ni kwamba mambo yako yatakuwa magumu zaidi, na labda itakufanya urudi ndani kwa mara nyingine. Yule binti aliniangalia na tabasamu, anaambia hapana, the only thing nilikuwa naogopa ilikuwa ni kuingia ndani. Sasa nishaingia ndani na nishakaa miezi 8, naogopa nini tena? Nini kingine kibaya kikubwa kitakachotokea? Hakuna. So nitasubiria hapa nijue hatma ni ipi. Hata ukinirudisha ndani itakuwa tu ni marudio. As I'm speaking to you right now, she's totally free. Na nimeona juzi kwenye mtandao na watoto sijui kama 3 kama sikose, aliolewa, maisha ka move on, yani yuko sawa, sasa hivi na biashara zake, familia iko vizuri.
Why watu hawa waliweza kuyashinda mambo haya? Nataka kuamini walikuwa wanajua yale wanaoyapitia sio vita yao. Every time ukiona una panic kwenye zile changamoto, ni kwa sababu unajaribu kumsaidia Mungu kazi. Notice, fikiria tu. Wakati wote ukijiona huna amani ya kweli, unakosa usingizi kwa sababu ya jambo lile, unakosa furaha, it is because you are trying to figure out everything by yourself. Nataka kuamini kwamba Musa alipokuwa anaongea maneno haya, alikuwa anasema kwa imani tu. Hivi unajua Musa anasema habari hizi, hapajawahi kutokea mtu mwingine yote ambaye ametembea juu ya bahari, si ndio? Ametembea katika bahari iliyotenganishwa na wakapita, si ndio? Sisi leo hii tunao tukaenda pale Indian Ocean, tukasema Bwana, tumwamini Mungu. Mungu aliyewasaidia wana wa Israeli ataigawa bahari. At least tuna history ya kama Mungu huwa anafanyaga hivyo, si ndio? Lakini Musa alikuwa hana history hiyo. Hapakuwaga na kina Musa na wana wa Israeli waliwahi kuvuka bahari ya Shamu. So alisema kwa imani tu. Alisema mambo haya kwa imani tu. Anawaambia Mungu atapigania, yeye mwenyewe hajui atawafanyaje, atapiganiaje. And maybe that is how you need to say to yourself, ama you need to tell your husband, your wife in this situation kwamba Mungu atanipigania. How? I don't know. Mungu atanipigania, Mungu atanisaidia, sijui kwa namna gani. Na mtu yote anayesema hivyo ni yule mtu ambaye amekubali kuchukua ule mzigo wote na kumpatia Mungu. Bwana, nisaidie. Siwezi peke yangu. High blood pressure, low blood pressure, chances yake kubwa ni pale ambapo mwanadamu anajaribu kuyafanya maisha peke yake yanamshinda na kuzorotesha afya yake. Unasikia mtu anajiua. Ni kwa nini? Ni kwa sababu anafikiria sana zile changamoto kiasi ya kwamba akili yake inamwambia hapa uwezi. The easy way, the easy route, jiondoe. Na hii ni shida ambayo kiukweli inatukumba sisi sana. Especially this generation. Changamoto zetu ni nyingi sana, uhitaji ni mwingi sana. Zikawa naambia mchungaji, yani hujui tu yale ninayoyapitia. Labda hata usiku wa jana hujala. Madeni unayo mengi. Yote hayo nataka nikwambie, usiogope. Simama, tulia, muamini Mungu. Zile shida unazoziona leo hautoziona tena. Yale mambo ambayo unaona ni magumu, ukisubiri kidogo tu, huwa Mungu ana namna ya kutupigania na kutusaidia. Napenda anaposema katika ule mstari wa 14, anasema hivi, Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Kuna namna huwa Mungu anaweza kutushangaza. Kuna namna huwa Mungu anaweza kutupigania mpaka kwa shangaa. Imekuwaje mambo haya? Imekuwaje? Ushawahi kuona unapata muujiza mpaka sengeo unajifinya kwamba hii kweli ni mimi? Nipo kwenye situation hii au naota? So unajifinya ili uangalie ni uhalisia ama si uhalisia. Mungu kuna namna huwa ana uwezo kushindia jambo mpaka mwenyewe ukaogopa kwamba how. Hivyo ndivyo Mungu anavyoenda kufanya asubuhi hii leo katika maisha yako. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu anakwenda kutenda katika ndoa yako. But it will start na wewe kumwamini. Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa nani? Linatoka kwa Bwana. Linatoka kwa Bwana. Wewe muamini tu. Labda nikukumbushe, tunaye Mungu mwenye nguvu sana. Tunaye Mungu mwenye uweza mno. Tunaye Mungu ambaye ana uwezo wa kutushindia mambo mengi sana. Haijalishi unapitia nini,
Haijalishi changamoto ni zipi, haijalishi umepambana kwa muda gani. Peter anamwambia Kristo, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Haijalishi umefanya mambo gani ambayo yamekuchosha sana. Unasema mimi hapa basi tena nimekata tamaa, siwezi kuendelea. Ukiamini na ukajua ya kwamba sio jukumu lako kupambana mwenyewe, ukamwachia Mungu, ukamwachia Kristo, ana uwezo kukusaidia. Ana uwezo wa kukusaidia hata ukashangaa. Nakumbuka kipindi fulani nilikuwa na shida ya usafiri. Kwa na shida ya usafiri, na ni kipindi hicho ambacho mke wangu anakaribia kujifungua. Siku moja tuko barabarani wenyewe tumeupara tunaelekea kanisani Jumapili. Tumevaa, tumependeza kweli kweli. Tunaenda na binti wa Kichaga huyu. Na gari ya mwaka 1985. Gari kwanza yenyewe inaitwa Dodge Shadow. Sijui kanisu. Natoa tu mfano. Jina tu Shadow, yani gari ni kama kivuli. Tunaenda, tupo katikati ya barabara. Kuna baridi kweli kweli. Ile gari ingasia inafanya imesimama katikati ya barabara, watu wanakimbia kweli kweli. Nikaipeleka polepole mpaka pembezoni. Moyo uliniuma kweli kweli. Sasa nafikiria hapa nafanyaje? Barabara ni kubwa, lane zipo kama 5-6 hivi. Sio mtaani kusema labda utaomba msaada. Sio sehemu ambayo speed ni ndogo hata useme umpungie mtu mkono. Hali ni mbaya, yani speed ni mbaya. Haya, namwangalia huyu dada wa Kichaga ndio yuko pale. Baridi sasa inaanza kupiga kwa sababu gari si imezima. Kwa ile heater mlikuwa mmewasha, inafanyaje? Haifanyi kazi tena. Nikaenda pale, ndugu yako kapita mbele, nikaangalia. Kwanza sina ujuzi wa magari, yani by then hata sikuwa najua chochote. Kwa hiyo naenda pale ushahidi tu. Nafungua kumtia moyo huyu dada kwamba sasa hapa nini, najaribu kuangalia ni maji ama nini. Lakini ndani kama 2 hivi nikaona mtu anakuja, akasimama. Namwangalia, sura kama naijua. Kana bwana asiwe, unaendeleaje ndugu yangu? Nimekuona mimi naenda kanisani na leo nimeona ukiwa gari yako inazima, nilikuwa nyuma yako. So nikasema niende nifanye U-turn nije nikusaidie. Kaja kanisaidia, kanipeleka kanisani. Tukasali, tukarudi, tukaichukua ile gari kuangalia, kumbe engine imenoka. Fast forward, tukaanza maombi. Jamani, huyu mtu anakaribia kujifungua. Mimi sasa naanza kujiambia, ninapataje gari? Ninaishije bila kuwa na gari? Daladala hakuna. Kivu kwa hiyo tuko naishi hamna mabasi. Ni sehemu ambayo you need to have a car. Kumwamini Mungu, nikamwomba Mungu, lakini kikawaida ilikuwa sioni namna. Ikabidi nisaidiwe na mtu fulani, vani fulani hivi niwe naitumia kwa muda. Lakini sasa hapo akili inacheza, nafanyaje? Nikiangalia mfukoni sina akiba, sina nini. Kumbuka naingia kwenye mtoto kujifungua na shilingi ngapi? $100 tu. Siku moja tu jamaa mmoja akaniambia, gari nimeona na nimesikia habari kuhusu gari yako ilivyoharibika. Sasa nimeona nikupatie gari yangu. Kaambia unipatie gari? Utaniuzia shilingi ngapi? Ananiambia sikuuzii. Nimeona nikupatie gari yangu. Nimepata gari mpya, lakini nataka nikupatie ya kwangu. Hiyo anaosema mpya. Nikaingia ndani siku moja, naona ile rufu yake pale juu inaning'inia. Sio kwamba ni gari nzuri amepata, kuliko ni ile ambayo ananipatia. Ya kwangu in fact kwa inaonekana ni nzuri sana, lakini kasukumwa tu kunipatia ile gari. So Mungu akanisaidia ndani ya kama wiki moja au 2, akanijibu maombi. Nikawa nimepata gari ambayo sasa nina ujeuri wa kusema ninaondoka, ninaenda kumchukua mtoto atapojifungua wife bila kuwa na shida yoyote. Nikatoka kwenye gari ya mwaka 85, muujiza ulikuwa ni gari ya mwaka 99. Si Mungu akawa ameniinua tayari. Bwana pewe sifa. Kwa akili za kibinadamu nilikuwa sioni ninapataje, wiki zimebaki chache, ninapataje pesa ya kufanya hivi.
Na inawezekana sasa hivi uko hapo pia na wewe una madeni yako ya shule, unaona sasa haya madeni na yashindaje? Ama unaangalia kodi, unasema ndugu yangu, yani mchungaji hapa sijui na kitu hiki kadhaa sioni. Nataka nikwambie kwamba Mungu atakupigania na hata wewe mwenyewe utanyamaza kimya. All you have to do ni kumwachia yeye Mungu apambane. Usijaribu kumsaidia Mungu kazi. Asubuhi hii leo nakukumbusha, usijaribu kupigana mwenyewe. Mahusiano mazuri hufanikiwa sana endapo utamwachia Kristo jukumu la kuyaongoza mahusiano hayo. Ndoa nzuri hufanikiwa sana endapo utamwachia Kristo assignment ya kuitunza ndoa ile. Familia nzuri hutokea endapo nyie wanafamilia mtaamini ya kwamba sio kazi yenu kuhakikisha ya kwamba mna figure out everything, badala yake mnampatia yeye nafasi ya kuweza kutekea. Asubuhi ya leo unaweza kana unaelekea kwenye biashara yako, na nataka kukwambia kwamba biashara nzuri hufanikiwa sana endapo utamwachia Mungu kazi ya kuitekea ile biashara. The same kwenye kazi yako itakuwa na manufaa kwako na wale unaofanya nao endapo utamwachia yeye jukumu la kupigana na kupambana dhidi ya kila aina ya vitu unayopitia. Tunaishi duniani, nataka nikwambie wewe ambao umekata tamaa, tunaishi duniani mambo haya, changamoto hizi ni jambo la kawaida sana. The problem ni kwamba unapopitia shida ni rahisi kudhani wewe peke yako ndio una shida, si ndio? Unapoona una hela unadhani kwamba ni wewe tu ndugu yako ndio huna hela. Unaingia kwenye social media unaona ndugu zako wamependeza kwa kweli, unajionea huruma, unasema angalia wenzangu wana hela, angalia wenzangu wanaishi vizuri, bila kujua kwamba inawezekana yule ameposti picha mwaka jana. Una wale marafiki zako ambao kila ukisiku kiingia kwenye akaunti yao unaona mambo ni hivi tu. Wakati mwingine watu wanaposti picha za mwaka juzi. Hata anapoposti mwenyewe anajua hapa na washtua watesi tu. Lakini labda na yeye yupo kwenye shida. Unaona mtu yupo pembeni ya gari kale, so tukao amenunua gari nyingine. Kumbe jamaa anatuma picha ya ile gari kale alokaa, labda ilikuwa ni gari yake ya mwaka juzi au mwaka jana. Au gari ilikuwa tu barabara akapiga picha. Sasa hivi anatuma picha ile yupo kwenye mwendo kasi. Wewe uko kule sasa, na yeye upande mwingine unajionea huruma, unasema Yesu, kwa nini mimi? Haipaswi kuwa hivyo. You have to know changamoto wanazipitia watu wote. Unapopambana na yale mahusiano yako, usidhani ni wewe peke yako. My dear brothers and sisters, you need to know hata ile couple nao ya admire mtandaoni, na yenyewe huwa inapitia shida. Unajua hilo? Kuna watu tunaona sasa kama ni ndoa ndo hii hapa. Yo. Inawezekana wakati wanatuma picha atanake usiku waligombana. Asubuhi wamesameheana ndo kaamua tu kidogo kushtua tena watesi. So all I'm trying to say ni kwamba zile shida zisikukatishe tamaa ukashindwa kuona mbele. Imagine wana wa Israeli wangekata tamaa, ingekuwaje? Imagine wangekubali hisia zao na hofu yao iwazuie kumsikiliza Musa na kuchukua maelekezo yake, wangeishia pale pembezoni mwa bahari. Imagine Musa akikata tamaa, leo tungekuwa na hadithi inayosema wana wa Israeli walitoka katika nchi ya utumwa, nao walipofika katika bahari ya Sham, Misri, waliweza kuangamiza na mifupa yao ikaonekana. Ingekuwa ni hadithi moja ya kusikitisha sana. Ingekuwa ni hadithi ya kusonesha, wakaangamizwa na hakusalia mtu. Ndipo Bwana akasema imeisha. Lakini tunapata muujiza wa wana wa Israel kuvuka bahari ya Sham kwa sababu at some point Musa alikuwa na imani,
akawatia nguvu wenzie, wakaweza kuvuka katika bahari ile. Wewe unajua, nimesoma habari hizi, walivuka wote salama. Na yote hii ni kwa sababu waliruhusu kumtegemea Mungu na kumwamini yeye. Na walipovuka njia ile ile ambayo waliweza kuvuka wao, ndio ilikuwa ni njia ile ile iliyowaangamiza watesi wao. Kuna namna huwa Mungu anaweza kufanya mambo akakufanikisha wewe, akakusaidia wewe, mtu yoyote akijaribu kukopi anapata shida. Wewe hujawahi kuona kipindi fulani kwenye ajira fulani yaani wewe kila siku ukifikaga tu ndo bosi anakuja dakika 5 tunashaka bosi ndo huyo. Alafu mtu mwingine akichelewa tu, ile siku umewahi, mwingine amechelewa, anafika saa 3:05, bosi alishafika tayari siku hiyo 10 minutes earlier. Unasema sasa Mungu ameniokoaje ujue. Si unajua hiyo? Kuna namna huwa Mungu ana namna ya kutusaidia sisi ambao tunamtumaini. Na hiyo namna wakati mwingine inaweza si wako watu wengine. Why inatokea kwetu sisi? Ni kwa sababu sisi tunaomwamini tunamtegemea yeye kupambana vita vyetu. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. So kile ambacho tunajifunza hapa ni vitu vingi, imani na mengine mengi, lakini tunachojifunza hapa ni katika utulivu wetu kwenye yale mambo ambayo tunayapitia. Utulivu huo ndio utakao tusaidia kuweza kuvuka katika changamoto tunazopitia. Biblia inasema kuhamaki ufanya nini? Utukuza upumbavu. Kuhamaki utukuza upumbavu. Maana yake nini? Ni pale ambapo unapewa ripoti fulani unashtuka, oh my God, sijui itakuwaje jamani, kuisha mimi habari yangu. Sapu ngapi? 3. Basi tena hii elimu sidhani kama nimepangiwa. Hata hivyo babangu hajasoma. Hata hivyo kwenye historia ya familia yangu mimi hata sijasoma. Kweli na haki ya kupata hivi. Umeisha. Sijui itakuwaje. Hata hiyo ada yenyewe ilikuwa kusuasua hivi. Basi tena mimi nitafanya tu biashara tu bwana. Au unashikilia simu yako hivi, unashangaa tumeamka asubuhi, unakuja waraka, binti anasema mimi sikutaki tena, au kijana anasema mimi nimeona hunifai. Unasema mama yangu nitapataje kupona Bwana Yesu? Vijana wanacheka. Nitapataje kupona? Sishai kutokea hivyo. Unajiuliza nafanyaje hapa, natoboaje? Naishije? Nilikuwa nampa mtu mmoja story ya mahusiano yangu niliyowahi kuwa nayo kabla ya my wife. Ilikuwa ni changamoto. Ilifikia stage mnagombana na yule binti anakasirika kwa kweli, na mimi mwenyewe nakasirika, na bwana kama vipi tuachane? Anasema sawa, nenda, lakini hapa utarudi tu, hapa ni mtakuja. Alafu mimi usiamini, baada ya wiki 1-2 kijana huyu hapa nimerudi. Nampigia simu, ndugu yangu naomba unisamehe bwana, hata kama kosa ni la kwake. Nilikuwa sioni kwamba naishije bila huyu mtu. Kutokea tena, bwana kwa heri bwana, hii ndo ya mwisho. Ambia sawa, hapa mtakuja. Wiki 1 tu nafikiria hivi, kweli nilifanya maamuzi sahihi mimi? Narudi tena kwa muda kabisa. Maybe you are in that situation. Sasa mimi sitoboi bila huyu kijana, sitoboi bila huyu msichana, siwezi. Unapitia changamoto nyingi, anakunyanyasa na kuongesha vibaya, you are like no, acha tudivumilie. Ndugu yangu, hujaolewa, huyu jamaa anakutendea hivi. Hujaoa, huyu binti anakuonyesha picha hivi. Kijana wangu mmoja anacheka, anajua kwa nini. Siku moja alikuwa ananiambia, mchungaji,
Nilimwona huyo binti, nilimwona mzuri, lakini kuna vitu niliviona nikasema hapa sijaona ndo viko hivi. Siwezi. Kijana mcha Mungu anasema mimi siwezi. Angalia picha zake pastor. Hapa kuna kitu hapa. Naambia ndugu yangu anajijua. Ndugu yangu hapa kuna kitu. Angalia mchungaji. Mimi na huyo hapana Bwana Yesu. Maybe you are in that situation. Now you are like, okay, nimeinvest muda kutosha kwa huyu mtu and it's not working out. It is so easy kwa tamaa, right? Lakini this is one thing I need you to know. Ya kwamba Mungu huwa ana namna ya kuleta njia hata pasipo na njia. Bwana pewe sifa. Huwa ana namna ya kutusaidia kuvuka katika hayo mambo hata ukasahau. Akusaidia kushinda hayo majaribu hata ukasahau. Unajua mwingine anasema, "Sasa mchungaji uliendeleaje na yule binti?" Mama yenu huyu hapa tuliende. Bwana Yesu pewe sifa. Bwana pewe sifa. Naomba ujue ya kwamba hakuna jambo linalomshinda Mungu. Ukiamini hakuna jambo linalomshinda Mungu. Fikiria mambo yako yote. Chukua kalamu na karatasi, yaandike yote. Zile changamoto zako zote. Zichukue, zitazame mara 2, mara ya 3, nikuhakikishia kwamba zote hizo unazoziona, hata sasa hivi inawezekana naongea unaanza kuzitafakari, hazimshindi Mungu. Lakini ili uweze kupata mpenyo wa mambo hayo, ili uweze kupata majibu ya maswali yale, ili uweze kupata msaada wa huyo Mungu, unapaswa kuchukua yale mambo na kumkabidhi yeye, ayatendee kazi yeye. Zile vita unatakiwa umkabidhi yeye Mungu, azipigane yeye. Bwana apewe sifa. Kama ni vita ofisini, usijaribu kupambana mwenyewe, utashindwa ndugu yangu. Wewe ni kijana mdogo sana, utapambanaje na watu wakubwa? Utapambanaje? Wezi. Daudi anaenda kumwangalia Goliath kupambana naye. Daudi hana uzoefu. Biblia inasema, inamtaja kwamba ni kijana alikuwa mororo kweli kweli. Bado hajawahi kupigana, hana uzoefu wa vita, hana nini? Kinachomfanya Daudi anaweza kumpiga Goliath ni jambo moja tu. Alikuwa anajua ile vita sio ya kwake. Sentensi zake zote zinaonyesha hizo, huyu kijana anajua ile vita sio ya kwake, ni ya Mungu. Na wewe ukifanya kama alivyofanya Daudi, ama wewe ukiamini kama alivyoamini Musa na baadaye wana wa Israeli walivyoamini, hakuna jambo litakutatiza. Utafanya mambo ambayo yanaenda nje ya kanuni za maisha yetu ya kila siku. Wana wa Israeli wanavuka katika bahari ya Shamu. Hapajawahi kutokea mtu aliyefanya hivyo, na hata hapata kuwahi mtu mwingine aliweza kufanya mambo haya. Kipindi fulani wanasayansi walikuwa wanabisha muujiza huo, wakaamua kwenda kufanya research pale, kuangalia kweli katika hii bahari walishaye kupita watu. Wanasema ni kweli, walikuta kuna dhahabu humo ndani, walikuta kuna vitu ambavyo vinaashiria kweli watu walishaye kuvuka hapa. Na bahari ile ilikuwa kavu, kavuka ndio ikarejea. Hapajawahi. Inawezekana shida unayoipitia ni shida ambayo baba yako, babu yako alikuwa anaipitia. Wewe ukiamini leo hii Mungu anaweza kuleta majibu, ukavuka, ukaondokana na hiyo generational curse. Bwana apewe sifa. Inawezekana ugonjwa ulionao kuanza na wewe ni yale magonjwa ambayo labda umerithi. Ukiamini una uwezo wa kutoka hapo ndugu yangu. Inawezekana umasikini haujaanza na wewe, uhitaji hujaanza na wewe. Ukiuliza historia ya familia unagundua watu wengi wana shida kama ya kwako, and you are tired. Unasema mimi sitaki. Ukiamini siku hii leo Mungu ana uwezo kukuvusha hapo. Kwa namna gani sio jukumu lako, mwamini tu. Inawezekana leo hii unakaribia kudivorce ama umedivorce at some point. Na ukichunguza ni shangazi ya divorce, nani ya divorce, na wewe sasa hivi unapambana kuokoa ndoa yako. Let me tell you, ukimwamini Mungu asubuhi hii leo,
anao uwezo kukusaidia akakuvusha hapo hata ndoa yako ikawa salama. Bwana apewe sifa. So kile ninachotaka kukukumbusha ni kwamba tulia, Mungu anapigana. It may not make sense. Inawezekana usione anapambanaje sasa hivi. Inawezekana usione ni kwa namna gani utavuka pale. Biblia inasema walivuka wana wa Israel nyuma, wa Misri wakaona na nyoa wanaweza kupita hapo, walipojaribu wote waliangamia. Inawezekana usielewe ni kwa namna gani muujiza ule utakufikia. All you have to believe ni kwamba Mungu anaenda kukupigania. Bwana apewe sifa. So asubuhi hii leo, baada ya kusema machache haya, nitatamani tuombe kwa pamoja. Na tutakapoomba kwa pamoja, natamani tuombe maombi haya ya kwamba Mungu apigane kwa niaba yetu. Mungu apigane kwa niaba yetu kwenye zile biashara, kazi na zile changamoto zinazozunguka maisha yetu. Yeye achukue usukani na achukue jukumu la kuzishinda vita vyetu. Kwa maana kipekee mimi na wewe tunajua hatuwezi, kuna mambo hatuyawezi, si ndio? Tunahitaji yeye Mungu atusaidie. So tukianza kuomba, tumkumbushe Mungu juu ya habari hizi. Lolote lile ambalo unalipitia, mwambie Mungu asubuhi ya leo ya kwamba tafadhali pigana kwa niaba yangu. Bwana apewe sifa. Usipanic. Usihamaki. Hiyo shida Mungu anakwenda kuiondoa. Hayo magonjwa Mungu anakwenda kuyaondoa. Hayo magomvi katika familia Bwana anakwenda kuyaondoa. Wewe tulia, tumwache Mungu ashughulikie mambo hayo. Yale mambo yote unaona ni kizuizi kwenye maisha yako, unaona kwamba huyawezi, Mungu anakwenda kuyaondoa. Wewe amini tu na atakwenda kukusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu kwa pamoja kwa sisi tuliopo hapa tusimame. Hebu kwa pamoja tuseme nitatulia kwa maana Bwana anapigana kwa ajili yangu. Turudie tuseme nitatulia kwa maana Bwana anapigana kwa ajili yangu. Bahari yangu itakuwa barabara ya ushindi. Bahari yangu itakuwa barabara ya ushindi. Naona tutazama tuseme kwa pamoja nitatulia kwa maana Bwana anapigana kwa ajili yangu. Bahari yangu itakuwa barabara ya ushindi. Haya, hebu tumshukuru Mungu kwa pamoja popote pale ulipo. Bwana Yesu, tunasema asante sana kwa ajili ya neno lako lililokuja katika wakati sahihi. Tunakushukuru Roho Mtakatifu kwa maana umetukumbusha vita si vya kwetu, na kile ambacho tunatakiwa kufanya ni kutulia ili wewe uweze kupigana kwa niaba yetu. Ninakushukuru Bwana kwa sababu umetukumbusha ya kwamba ushindi wetu huja pale ambapo tunakuachia jukumu la kupambana kwa ajili yetu. Wana wa Israeli mbele walikuwa hawaoni namna gani watavuka, wala nyuma namna gani wataweza kushindana na jeshi lile, kwa sababu jeshi lilikuwa mahiri sana na mbele kulikuwa kuna bahari ya Shamu. Lakini Musa aliwaambia tulieni, simameni tu mkauone ushindi ambao Biblia inasema waliupata, kwa maana walipata mpenyo, barabara ikatokea, wakavuka salama. Tumeamua asubuhi ya leo ya kwamba tutaliamini neno hilo. Tumeamua asubuhi ya leo ya kwamba tutaamini maneno haya Bwana. Tumeamua asubuhi ya leo ya kwamba tutaamini katika ukweli huu ya kwamba it is not our battle. Hii si vita yetu. Katika macho ya nyama we might think it is our battle, but it is true,
It is yours. It is your battle. Kumbe hatuna haja ya kupambana na peke yetu. Kumbe hatuna haja ya figure out everything on ourselves. Kumbe hatuna haja ya kujaribu kupata majibu ya kila maswali tulionayo, na badala yake tunapaswa kukutazama wewe Mungu uweze kutushindia vita vyetu. Ndiposa tupo mahali hapa asubuhi hii leo kukubaliana na kuungana kwa pamoja kwa imani kusema, Bwana pigana vita vyetu wewe. Bwana pigana vita vyetu wewe. Bwana tushindie mambo yetu wewe. Wengine wanapigana vita vya afya, wengine wanapigana vita vya kiuchumi, wengine wanapigana vita vya kimahusiano, wengine wanapigana vita vya kiroho. Vyote hivyo Bwana tunakuomba ukapigane wewe, mfalme wa amani, uende ukatushindie wewe Bwana. Tumekubaliana ya kwamba tutatulia ili wewe upigane. Tutatulia ili wewe upigane. Sila badadoshi kalianda ramana nishali hapa zelika la dadadi ando rabasu dobo kuzia. Tumekubaliana ya kwamba kumbe nguvu zetu kuna mahali zinaishia. Tumekubaliana ya kwamba kumbe akili zetu kuna mahali zinaishia. Tumekubaliana ya kwamba tusitumie na kuzitegemea hizo pekee, badala yake tukutazame wewe, tukutumainie wewe katika nyakati zote. Bwana tunaomba utusaidie. Bwana tunaomba utushike mkono. Bwana tunaomba utuwezeshe. Bwana tunaomba ufanye kitu katika maisha yetu. Wapo waliokata tamaa, wapo ambao wamejawa na hofu kwa sababu ya yale wanaoyapitia, wapo ambao wamechoka moyo kwa sababu ya vita walizopigana kwa miaka. Wengine afya zimezorota kwa miaka, wengine ndoa zimekuwa na misukosuko kwa miaka, wengine watoto wamewasumbua kwa miaka mingi sana kiasi ya kwamba hawana tena tumaini, wamejishokea, wamejikatia tamaa. Lakini Bwana leo hii wakasikia neno lako, wakasema waamini pia, wakasema warudishe tumaini pia. Bwana tushindie vita hivi sasa. Katusaidie Bwana sasa. Katusaidie Bwana sasa. Peke yetu tumejua hatuwezi. Peke yetu tumetambua hatuwezi. Peke yetu tumejua hatuwezi kupigana. Wale ambao tunapigana nao ni wakubwa sana. Majaribu ambayo tunapambana nayo ni makubwa sana. Shida ambazo tunakutana nazo ni kubwa sana mfalme. Na tumejua ya kwamba sasa peke yetu ili tupate ushindi tunahitaji msaada wako. Nenda kapigane mfalme. Rada kusada diande rabashi dodesu kali ya paleta. Marebedaka sida diande rebosha diale lede siala. Meroli ya kazima na naso kozobe na nalia. Robolosi kaladiande rebosia. Kuna mahali akili zetu zimegota, kuna mahali hisia zetu zimegota, kuna mahali tumaini letu limegota. Kile tunatumaini ni wewe. Akili zetu zinatutuma ni wewe tu sasa ndiye utakayetusaidia. Ni wewe tu pekee Bwana utakayetuwezesha. Rato za damasi kalia mariba dadumi na kusaladalia shebela baku samanoka dumi na nia maroda damasi kaliani rebosi yaza zebedosi kaladusi yanu ramasho koya. Pigana vita vyetu mfalme. Pigana vita vyetu mfalme. Tunakusihi pigana vita vyetu mfalme. Kuna mama yule ambaye anatamani ndoa yake irudishe amani tena. Kuna dada yule ambaye anatamani biashara yake irudi tena upya kuwa bora. Kuna kaka yule ambaye anatamani kuweza kuoa kwa miaka mingi amekusubiri. Kuna mama yule ambaye anatamani kuona anapata mtoto. Bwana Yesu tusaidie. Sekala diande rebeza zarabaka somina na diande rabasha daria radozi gazomina kusadadia na makudalia mashela la mana nasi kadiande rebosa kozmanali jeleba zaka zomina na ya kadianda. Pigana vita vyetu, pigana vita vyetu. Wengine wanapigana vita hivi wakiwa UK, wengine wanapambana wakiwa USA, wanajaribu kupambana na culture shock, wanajaribu kupambana na majukumu katika mataifa
mataifa yale, wengine wako Asia, wengine wako Netherlands, wengine wako South Africa, wengine wako Canada. Popote pale ambapo uko wako Bwana, nenda huko pia uwasaidie. Popote ambapo wako Bwana, nenda kawapiganie, nenda kawapiganie. Wengine wanatafuta uraia katika nchi zile, wengine wanatafuta mafanikio katika nchi zile, wengine wanatafuta kuwa na nyumba zao katika mataifa haya. Bwana Yesu, kapigane kwa niaba yetu. Zeka zada diando rabana na sikala dasia zoko zomo na kusamana na niando rabashi da rariara radoko sodonomo sokola liande rebesi ande. Ulisema niite nitaitika, nitakuonyesha makubwa na magumu usiyoyajua. Tuko tayari kuonyeshwa makubwa na magumu tusiyoyajua. Tuko tayari kuelekezwa na wewe. Tuko tayari kuonyeshwa uweza wako na wewe. Tuko tayari kushindiwa vita vyetu na wewe Bwana. Pigana kwa niaba yetu, shinda kwa niaba yetu. Leta watu sahihi, leta watu sahihi ambao watasimama na sisi. Leta watu sahihi ambao watapambana na sisi. Leta watu sahihi ambao watakuwa upande wetu kupambana katika jina la Yesu Kristo. Reli kazimana nazia repeda kusadadalia shetebeko soko yomana naliande zelebeda kuzadadayo bosa yaka zelika la lisha damana nasaradia marabaduki la kinyume na magonjwa, kinyume na shida, kinyume na kukata tamaa, kinyume na kila hila za yule mwovu shetani, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kinyume na roho zote chafu rabadadosa kadianda lepela kushala liasha maromono kozomono nomosi dadadadia roli kalipa la desha dadada masika la domina nikaloja marebede kesika dadadianda rebedo kosika la dosha malobodo shika la diande rebeza rebedo kosamana kusia kateta rebeda kusalaliande. Pale ambapo tunaona hakuna njia, Bwana tengeneza njia. Pale ambapo tunaona hakuna majibu, Bwana fanya majibu. Pale ambapo tunaona hakuna mpenyo, Bwana weka mpenyo. Pale ambapo Bwana tunaona hakuna kupona kwetu, Bwana tupatie uponyaji kwetu katika jina la Yesu. Zeka la duza Roho Mtakatifu, unajua mambo anayopitia baba yule, unajua mambo anayopitia mama yule, unajua mambo anayopitia kijana yule, unajua mambo anayopitia dada yule. Kutana nayo katika jina la Yesu Kristo. Rabada kasika dadao ya namana nania rebedo kosoko yobo sumina na kazila lata redeke sika la liande. Kutana naye pale alipo. Mwingine ni afya inamsumbua, mwingine ni afya inamtesa. Inawezekana tunapoomba wakati huu anaomba na sisi akiwa kitandani. Nenda kamsaidie, uponyaji ukapite tangu nyayo hata utosi. Rezi kazima nanalia shepeda kushada. Inapita nguvu ya uponyaji. Anapigana Bwana kwa ajili yako, anarejesha uhai wako, anarejesha uzima wako. Unaisikia nguvu hiyo? Pokea katika jina la Yesu Kristo. Rasikali ya shadamana mesikala liande deboda dianda masikala liande debo shada. Kinyume na magonjwa hayo, kinyume na ripoti za madaktari, kinyume na maumivu unayosikia, inapita kwenye mifupa nguvu, inapita kwenye misuli nguvu, inapita kwenye mfumo wa uzazi, inapita kwenye mfumo wa damu, inapita kwenye mfumo wa chakula, inapita nguvu ya Mgalilaya kwenye mfumo wa maji, inapita kwenye maini yaliyofeli, inapita kwenye figo iliyofeli, inapita kwenye moyo yenye matundu, inapita kwenye macho yaliyokosa uoni, inapita nguvu ya Mgalilaya. Anapigana kwa ajili yako. Erabosi kaliande leboshala. Wewe amini tu, wewe amini tu. Pokea katika jina la Yesu. Sheka zaduya na mala lisa dadaria repa zukazianda. Anapigana Bwana, wewe nyamaza tu. Anapigana Bwana, mwachie yeye nafasi asubuhi ya leo. Anapigana, haijalishi madaktari wamesema nini, haijalishi watu wanaonaje, haijalishi umekaa hapo chini kwa muda gani. Bwana anapigana, anapigana Mgalilaya. Radadaya sekeliande. Nikana kwamba kuna magari ya farasi yanashuka na wale malaika wenye nguvu wanapigana zile vita ambazo zimeshushinda sisi kibinadamu.
pigana mfalme, pigana kwa ajili ya kaka yule, pigana Bwana Yesu, pigana Bwana Yesu, pigana kwa ajili ya ndoa zetu, pigana kwa ajili ya ndoa ya baba yule, pigana kwa ajili ya ndoa ya mama yule, ndoa ambayo imekuwa na shida kwa miaka zaidi ya 30, ndoa ambayo imekuwa haina amani kwa zaidi ya miaka 40. Rabakashikadiani, roho ambayo imeanza na shida, ni mwezi wa 3, ni mwezi wa 4, lakini hamna amani ya kweli. Hiyo pia Bwana pigana nayo katika jina la Yesu. Pigana kwa ajili yao, vile vipingamizi vyote, yale maroho yote yanayofanya wakose amani katika ndoa ile, yale mambo yote yanayowakatisha tamaa, yanayoleta magomvi, yanayoleta vitu vya kuumiza, yanayowachosha kama wanandoa, Bwana pigana na katika jina la Yesu Kristo. Robo sikalusa nanalia repeloko shida dayana. Pray somebody. Ropo la kusida darianda, robo kusida. Ninakataa roho ya utengano, ninakataa watu hawa kuachana, ninakataa watu hawa kuachana, ninakataa familia hii kuvunjika kwa jina la Yesu Kristo. Ropo zoko zina nania, robo kozina na nayando, zekebedo manakasia, marebeda na manakosa dadasha, marebedo usikala liande deboza, robo do kusada liande debesia. Ulisema tukuite, utaitika, tukutafute, tutakuona. Tunakutafuta asubuhi ya leo, Bwana onekana katika jina la Yesu. Ndio. Rabala kasika la liande deboza, raboko soyo nonobosi ande. Akili zetu pale zinashindwa, anzia hapo mfalme. Pale tusipoweza kuona majibu, wewe Bwana utuonyeshe majibu. Pale ambapo tunaona mbele ni kugumu, nyuma ni kugumu, hapo ndipo ambapo tunakutumaini. Zipa la kusayama nanalia, zeli kalisa ya mananano sida diande, ropo la kusa. Ninakujua mfalme, ninakujua, sijasimuliwa habari zako, ninakujua mfalme, nimekuona waziwazi, ninakujua Bwana. Wewe ukiamua unatenda yale ambayo binadamu hawakuweza kudhani unatenda. Wewe ukiamua unapigana zile vita ambazo watu hawakudhani unaweza kupigana kwa niaba yao. Baba, ninakujua tangu utoto wangu, nimejifunza habari zako, nimejifunza na nikajua wema wako. Rabadado sikaliande debosia, shekeduma na nusa liande. Baba, tangu utoto wangu nimejifunza ya kwamba huwa una namna ya kuwapigania wanadamu. Tangu utoto wangu nimejifunza ya kwamba hakuna jambo linalokushinda mfalme. Nimekuona ningali kijana mdogo, na nilikujua ningali kijana mdogo, ukanishika mkono, ukanisaidia mfalme. Mambo haya ninayoyasoma, mambo haya ninayoyafundisha, si tu kwa sababu ya ndoa kwenye Biblia, bali nilishawahi kuona ukinitendea. Hivyo ndivyo ambavyo ninaomba ukawatendee watu wale katika jina la Yesu Kristo. Ukawatendee watu wale, ukawatendee wamama wale, ukawatendee wababa wale katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu uliyenisaidia mimi kutoka kwenye mambo yale, uliyenisaidia mimi kushinda majaribu yale, ukamshindia dada yule katika jina la Yesu Kristo. Ndio roko somonorosia kesila la nabasika lepe la kusika la lesha roko dumina na nani andorobosia. Ninajua vile ambavyo wakati mwingine moyo unaweza kuuma kwa sababu ya machungu. Ninajua vile ambavyo wakati mwingine nafsi inaweza kuchoka. Ninajua vile ambavyo wakati mwingine ambavyo akili inaweza kufika kikomo. Hapo ndipo ninaomba usimame mzee wa siku. Hapo ndipo ambapo ninaomba usimame asubuhi ya leo. Uanzie hapo kupigana vita hivyo. Uanzie hapo kumsaidia dada yule. Uanzie hapo kumsaidia kaka yule aliyekata tamaa na maisha. Arabadariano rabashi kaliane. Anasema wewe amini tu. Anasema wewe amini tu, atakusaidia katika jina la Yesu. Pray somebody. Raise akaladarianda rabasida. Huu ni ule muda wa watu ambao wanaamini Mungu anakwenda kuwasaidia. Huu ni muda wa watu ambao ni wanajeshi mahiri wa kiroho, wanaipika siku kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu Kristo. Ndio sheka sumi na nusa dia roli kaliasha na badadera repi la kusadadiande rebosia. Ufalme wa Mungu unapatikana na watu
wenye nguvu, watu walio na imani, watu ambao wana nguvu za kiroho. Nasi tuko hapa kutengeneza maisha yetu katika jina la Yesu. Pigana Bwana Yesu. Rokodoma na nani yande. Kuna mambo ambayo hatuwezi wenyewe. Familia zetu imekuwa ikistruggle nazo for so long. Lord, we pray that you help us on those things. Shela bakuchalalia makateke teke la labasha merebo sikaliande sepetoko dioboshana. Pigana na umasikini, pigana na roho za magonjwa, pigana na mikosi, pigana na laana za familia, pigana na kila dhambi inayoshinda familia katika jina la Yesu Kristo. Pigana na mambo ambayo yamekuwa ni mapungufu katika familia zetu. Pigana Bwana Yesu katika jina la Yesu. Ora bada kasikaliande nebese kalalesha. Pigana mzee wa siku, pigana mfalme amani, tunakuamini unaweza. Rikalisha la labosi dadia zekete toma zolobo tokoliande shelebeko salalianda ramala leta rekete diande rebosia zimana kusala diande rebose kelebosha ropolo kuzadiande rebosi dadiande rokoliande rebosha dadabosi dada. Zile vita za uchumi pigana Bwana. Robi kaziana meliaka sitadela maripa la kusadadera marebo shananika leta leki sayabaradoshi ande rokololobo sikalaliane. Ulisema Bwana, lolote tunalolifunga na wewe unalifunga. Nafunga roho ya mauti katika jina la Yesu. Nafunga roho ya magonjwa katika jina la Yesu. Nafunga kila hila za yule mwovu shetani katika jina la Yesu. Ninamvua vyeo shetani katika jina la Yesu Kristo. Hana mamlaka katika maisha yetu. Pray somebody. You can do better than that. Shali kazayama na nasi dadi. Dio. Omba. Pauza sauti yako, yuko mahali hapa. Ndio, yuko mahali hapa kutusaidia, yuko mahali hapa kutupa nguvu tena. Wale wamtumainio Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa mbawa kama tai, watakimbia bila kuchoka, watatembea bila kutaharika. Wewe ni kama tai, pokea katika jina la Yesu. Pigana shali kalianda rabase kosi yande. Kwa kuwa unamtumainia Bwana, kwa kuwa unamngojea Bwana kwa maombi asubuhi ya leo, unaenda kupata nguvu mpya kama tai. Reke seketila la labasotadaya. Ndio, kwa jina la Yesu Kristo. Sheka zamana nosika zika domananata reke teketetala masika dominanaya zelebe kotoko yoma zikalia nerebo shadalaria zelebo kotodorobosia. Kinyume na vita vyote, kinyume na vita vyote katika jina la Yesu. Kuna yale mambo hatuwezi wenyewe, kuna vile vitu hatuwezi wenyewe. Bwana utusaidie. Tumejaribu sana mfalme, tukatumia akili zetu mfalme, tukidhani tutaweza, tukatumia mawazo yetu mfalme, tukidhani tutaweza. Tumekuja kujua kwamba haya hatuyawezi peke yetu. Tunakuhitaji wewe utushindie, tunakuhitaji wewe utusaidie. Tumepima, tumejua hatuwezi kufanya huduma peke yetu. Tusaidie Yesu. Hatuwezi kukutumikia peke yetu. Shetani hapendi, watu wengine hawapendi. Baba tusaidie. Radosi kaliasha lepiladasi ande robosi kaliande rikaliasha dabade robosi. Madui ni wengi Bwana, tusaidie. Madui ni wengi katika kazi, tusaidie Bwana Yesu. Katika biashara zetu tusaidie Bwana Yesu. Katika kulea watoto wetu tusaidie Bwana Yesu. Wanapoenda mashuleni walinde Bwana Yesu. Pigana na kila hila, pigana na kila mapepo, pigana na kila uchawi, pigana na kila roho, pigana na kila mikosi, pigana na kila laana, in the mighty name of Jesus Christ. Sheketekezira ayabanadasi dadia lepila kusala la mananesi redeboko soyoborosi hana
masikaliande lebosi ada mashedebosi dalaliande. Fanya njia mfalme pasipo na njia, fanya njia mfalme pasipo na njia, fanya njia Bwana Yesu pasipo na njia. Leta mpenyo wetu Bwana Yesu, leta njia yetu Bwana Yesu. Rolo kusanadiande. Bahari ni kubwa Bwana Yesu, hatuwezi kuvuka peke yetu. Bahari ni kubwa Bwana Yesu, tutapataje kupona usiposimama nasi? Tutapataje kupona usipotupigania? Bahari ni kubwa mfalme, nyuma kuna Wamisri na mbele Bwana Yesu kuna bahari. Kile tunategemea ni nguvu zako, tusaidie. Ayabasika liande redeboko soyo manana Shelebeko sikatila la naraze ai kalebo na narebo zilaria ai kasikada nebo sidadariande sipala koso yoborariande. Shetani anatutamani kutuangamiza, shetani anatamani kutushu. Madui wanatamani tushindwe wapate kucheka, madui wanatamani tushindwe waseme tulijua hata ufika mbali. Watu wanatamani kuona anguko letu Bwana. Baba naomba usiruhusu, tunasema kama Daudi, usiruhusu maisha yetu yakaangukia mikononi mwa wanadamu. Hata kama tuwakosaji, hata kama tuwakosaji sisi, hata kama tuwakosaji sisi, ruhusu tuangukie mikononi mwako. Yali kaliando la basi tatatia darboshana. Usiruhusu tuanguke mfalme wa amani, usiruhusu tuaibike mfalme wa amani, usiruhusu wakaona aibu yetu hawa, usiruhusu wakaona anguko letu hawa. Kama uishivyo Bwana majeshi, pigana upande wetu, pigana upande wetu, pigana upande wetu. Hata kama hatustahili Baba, hata kama kikawaida hatustahili Bwana, tustahilishe tu. Raba la kasi dadia elebola bakusana liande nebo sidadia ereba kisana liande nebo sidadisha ya. Tumwambie nani mwingine isipokuwa ni wewe? Tumweleze nani habari hizi isipokuwa ni wewe? Tumlilie nani mwingine isipokuwa ni wewe? Tumweleze nani juu ya habari ya maisha yetu isipokuwa ni wewe? Mbona hatuoni mtu mwingine wa kumtumaini zaidi yako? Mbona hatuoni tumaini jingine zaidi yako? Mbona hatuoni mwingine wa kutusaidia zaidi yako? Mbona hatuoni mwingine anayejua hisia zetu zaidi yako? Mbona hatuoni mwingine anayeweza kutusaidia zaidi yako? Hatuoni mwingine Bwana Yesu, hatuoni anayetupenda zaidi yako, hatuoni anayetujua zaidi yako, hatuoni anayeguswa na hisia zetu zaidi yako. Ndio maana tumekuja kwako asubuhi ya leo, ndio maana tumekuja hapo asubuhi kwako asubuhi ya leo, ndio maana tumeona tujinyenyekeze mbele zako asubuhi ya leo, kwa maana hatuna mwingine Yesu, hatuna mwingine Yesu. Oya badala saliana, tunakuhitaji Bwana mkubwa Yesu, tunakuhitaji Bwana mkubwa Yesu. Tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha, tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha, tumepambana mwaka mzima mfalme, tumepambana siku nzima mfalme, tumepambana wiki nzima mfalme, tumeshindwa kulipa madeni yale, tumepambana mwaka mzima mfalme, tumeshindwa kulipa ada zile za watoto wetu na za kwetu mfalme. Tumefanya kazi ya kutosha usiku kucha. Lebo sikasianda riabala lo shalali alalesia zikololo sinadiande mosia. Baba tusaidie, Baba tusaidie, tuna haja na wewe Bwana mkubwa Yesu. Tunahitaji utusaidie kupigana vita vyetu Bwana Yesu. Hatuwezi sisi Yesu, hatuwezi kupambana wenyewe Yesu, hatuwezi kupambana katika familia zetu peke yetu, hatuwezi kuwa baba bora peke yetu Bwana Yesu, hawezi kuwa kina mama bora peke yao Bwana Yesu, hatuwezi kupambana na elimu wenyewe Bwana Yesu, hatuwezi kulipa ada za watoto wetu wenyewe Bwana Yesu. Aye kasila la lebo zida la yasha, hatuwezi Bwana Yesu
Yesu kupata afya zetu wenyewe. Hatuwezi Bwana Yesu, ripoti za madaktari zinatisha hata kusoma. Ripoti za daktari zinaogofya hata kusoma Bwana Yesu. Bila wewe hatuwezi, tusaidie. Reda kosa la liada na la bosi la lela. Tumejaribu wenyewe, tumeshindwa, tusaidie. Oyo bosi kazia. Oyo bada liada na bosi yade. Ndoa zetu pekee hatuwezi Baba kuzitunza. Familia zetu wenyewe hatuwezi Bwana kuzitunza. Watoto wetu wenyewe Bwana Yesu hatuwezi kuwatunza. Baba tusaidie. Bwana mkubwa Yesu, kusaidia wazazi wetu pekee yetu hatuwezi. Baba tusaidie. Sherabosa ya Bwana. Rikadosi adelelebezi azeleleshia. Elika liada na bala losi alalesa. Umesema nitafuteni kwa bidii ndipo mtakaponiona. Bwana mkubwa Yesu, tunakuja kwako, tunakutafuta Bwana Yesu, tusaidie. Tunabisha asubuhi ya leo Bwana Yesu, fungua. Bwana Yesu fungua. Bwana Yesu fungua. Watoto wako tunakubishia Bwana Yesu, fungua. Fungua milango ya baraka kwa ajili ya yetu. Fungua milango ya baraka kwa ajili yetu. Ndoa zetu Bwana Yesu zinakuhitaji wewe tu. Watoto wetu Bwana Yesu wanakuhitaji wewe tu. Uchumi wa familia zetu unakuhitaji wewe tu, tusaidie. Aya kasia na bosi dadiane lepela kusadadia sheleboko sayama oya barare dalia salalesha. Hebu tumwambie Bwana kwa ajili ya uchumi wa familia zetu. Hebu tumkumbushe Bwana kwa ajili ya uchumi wa familia zetu. Ni kwamba inawezekana umepambana sana vya kutosha ili kuweza kutoka katika madeni yale, ili kuweza kufanikiwa katika biashara ile, lakini mwenyewe umejaribu, umeshindwa. Tumkumbushe sasa, anasema niite nitaitika, nitakuonyesha makubwa na magumu usiyoyajua. So yale ambayo huyawezi peke yako, yale ambayo umepambana kwa ajili ya kuweza kujikwamua kiuchumi, hebu tumkumbushe. Kama ni kazi, tumkumbushe atupatie kazi ili tutokane na kuwa jobless. Kama ni kutulipia madeni, tumkumbushe asubuhi ya leo akatusaidie. Tuombe sasa. Bwana Yesu, tunakuja mbele yako kipekee kwa ajili ya swala zima la uchumi wa familia zetu. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako kwa ajili ya uchumi wa familia zetu. Bwana Yesu, tunajua pekee yetu hatuwezi kutoka katika madeni tulionayo. Bwana Yesu, tunajua pekee yetu hatuwezi kuwa na fedha tunazozihitaji kuendesha maisha yetu. Bwana Yesu, tunajua pekee yetu hatuwezi kuziendesha biashara zile zikafanikiwa. Bwana Yesu, tunajua pekee yetu hatuwezi kufanikiwa vile tunavyotamani pasina nguvu zako. Asubuhi ya leo tunakuomba utusaidie. Rabadadosa kaliande lebesi yale. Kuna mambo tumejaribu kufanya wenyewe, tumeshindwa. Kuna mipango tumejaribu kuipanga wenyewe, tumeshindwa. Kuna vitu tumejaribu kuvitenda wenyewe, tumeshindwa. Baba, tunaomba utusaidie. Hatima ya uchumi wetu unakutegemea wewe Bwana. Hatima ya familia zetu iko kwako Bwana. Tumaini la maisha yetu lipo kwako Bwana. Kile tunachoomba Bwana Yesu, usiruhusu tukafeli, usiruhusu tukaanguka, usiruhusu madeni haya yakaendelea kuwa sehemu yetu Bwana. Mama yule anapambana na madeni yale kwa muda mrefu. Wengine wanakaribia kupoteza nyumba zao kwa sababu ya madeni. Wengine wanakaribia kupoteza magari yao kwa sababu ya madeni. Wengine wanakaribia kufukuzwa shule kwa sababu ya ada zile. Baba, naomba utusaidie. Baba, naomba utusaidie. Sikia toka mbinguni. Utusaidie Bwana Yesu. Utusaidie Bwana Yesu kwenye mambo yote yahusianayo uchumi, kwa mambo yote yahusianayo fedha. Baba, tunaomba utusaidie. Baba, tunakuita utusaidie. Tufungulie milango ya baraka. Wanaohitaji kazi wapatie kazi. Wanaohitaji malipo ya madeni yao, Baba, wapatie fedha za kulipa madeni yale. Wanaohitaji pumzi kwa ajili ya masomo yao, Bwana Yesu, wapatie. Hatuna Mungu mwingine isipokuwa ni wewe. Wanaohitaji kodi za kuweza kulipa kwenye nyumba wanazoishi, Bwana Yesu, wapatie. Wanaohitaji fedha ili wanunue magari,
vyombo vya usafiri. Bwana Yesu tusaidie, wanaohitaji fedha ili wafungue biashara, wanatafuta mtaji kwa muda mrefu. Bwana Yesu wasaidie. Radaka soko dodobo sianderebe salalasha ripala kusalianda ramana katira lesha radikalia kazika dodomo ya kazadia zelebe kozo yoboku sikada diando na badada shiada. Ninaenda kinyume na nguvu zote za ibilisi ambazo zimefunga uchumi wetu, zimefunga uchumi wa familia ile, zimefunga uchumi wa mama yule, zimefunga uchumi wa kijana yule. Katika jina la Yesu ninaenda kinyume na kila roho zinazotukwamisha financial, in the mighty name of Jesus Christ. Shekada bakosayane repila kasina lala, kinyume na madeni yale kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, nenda tusaidie, biashara tunazoanza zikafanikiwe katika jina la Yesu. Unapotupatia mitaji ya hizi biashara, tunapoanza kuzifanya Bwana Yesu zifanikiwe. Wenye biashara ambazo zinasuasua, nao pia wasaidie zikafanikiwe, zikapate uhai sasa kwa jina la Yesu Kristo. You have few more minutes to pray. Somebody popote pale ulipo, omba omba omba, anasikia. Shelabaka zikadadiande. Nakataa roho ya umasikini, nakataa roho ya madeni, nakataa kusuasua kwa biashara zetu, nakataa roho ya kuwa jobless, nakataa mapepo yote kwa jina la Yesu. Selabosi kaliande lebesi ande rekololobosi anda. Katikati yetu wanatokea matajiri, katikati yetu wanatokea wafanyabiashara wakubwa, katikati yetu watalipa ada watu wote wanaosomesha watoto kwa ada kubwa, katikati yetu tutasomesha watoto wetu katika shule nzuri na tutalipa ada nzuri katika jina la Yesu. Zetu zitaongezwa mishahara in the mighty name of Jesus Christ. Shekalada badaresia. Katikati yetu tutajenga nyumba, tutamaliza nyumba zetu tulizoanza kujenga. Milango itafunguka, pesa zitakuja kutoka mashariki na magharibi. In fact, natuma malaika zako Bwana asubuhi ya leo, waende wakatufungulie milango katika jina la Yesu. Waende wakazilete fedha zetu, waende wakalete mali zetu, waende wakateke mateka kwa niaba yetu katika jina la Yesu. Tembea 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 Mgalilaya, tembea tembea Bwana Yesu, gusa maisha yetu, gusa uchumi wetu katika jina la Yesu Kristo. Gusa biashara zetu. Nenda Iringa Bwana, nenda Mwanza Bwana, nenda Dar es Salaam Bwana, nenda Arusha Bwana, nenda Mtwara Bwana Yesu. Zunguka Tanzania nzima, bariki biashara zetu, bariki maisha yetu kiuchumi kwa jina la Yesu Kristo. Oh, ninaenda kinyume na nguvu zote za giza katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa wema wako. Baba, tunakushukuru kwa fadhili zako. Baba, tunakushukuru kwa fadhili zako. Kama unaamini Bwana anaenda kupigana vita hiyo kwa ajili yako, hebu mshukuru sasa katika jina la Yesu Kristo. Asante kupigana vita yangu. I say you can do better than that. Kama nini Bwana anakwenda kupigana ile vita, Bwana anakwenda kupigana vita ya uchumi, vita ya afya yako. Unaamini Bwana anakwenda kurudisha mahusiano yaliyoharibika, unaamini Bwana anakwenda kurudisha amani iliyopotea kwenye familia yako. Kama unaamini ya kwamba Bwana amekusikia, hebu shukuru sasa. You have few more minutes to do that. Thank him, kwa sababu ndivyo anaenda kufanya. Anaenda kupigania rapa la kasaka dadianda. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu kwa kunishindia vita ile. Asante Bwana Yesu kwa kuniepusha na ajali. Asante Bwana Yesu kwa kuondoa roho ya mauti. Asante Bwana Yesu kwa kuondoa mikosi. Asante Bwana Yesu kwa kupigana kwa niaba yangu, kwa kupigana kwa niaba yangu. Asante Bwana Yesu kwa kuwashinda maadui zetu. Asante Bwana Yesu kwa kuwashinda watesi wetu.
Asante Bwana Yesu kwa kushinda vita vyetu. Asante Bwana Yesu kwa kututambulisha wewe, kwa kututambulisha wewe. Asante Bwana Yesu kwa kutambulisha biashara zetu. Asante Bwana Yesu kwa kutambulisha kazi zetu. Asante Bwana Yesu kwa kufungua milango yetu. Asante Bwana Yesu kwa kutupatia fedha. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya dola. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya yeni. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya euro. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya Tanzanian shilling. Asante Bwana Yesu kwa sababu unakwenda kufungua milango leo hii. Leo hii tutaanza ku experience upendo wako na nguvu zako. Asante Bwana Yesu kwa sababu Bwana, tangu saa hii tunakwenda ku experience upendo wako na nguvu zako. Rapa la kosadadiande robodo kusa. Mshukuru tu. Imani ni kuwa na hakika na mambo tunayotarajia. Yale unayotarajia Bwana anakwenda kutenda. Mshukuru kwa maana ndivyo anavyoenda kufanya sasa. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya kutupatia nyumba zetu. Asante Bwana Yesu kwa sababu unatupatia fedha za kumalizia ujenzi wa nyumba zetu. Unatupatia fedha za kununua viwanja. Unatupatia fedha za kuweza kuanzisha biashara zile. Unaenda kutupatia fedha za kulipa madeni yale. Asante Bwana kwa maisha sahihi. Asante Bwana Yesu kwa sababu unaenda kutunza watoto wetu. Arela kisaliande debo shadakadaya. Asante Bwana Yesu kwa sababu unakwenda kuwaleta destiny helpers katika maisha yetu. Asante Bwana Yesu kwa sababu unaenda kutukutanisha na watu sahihi. Raboko sadodobosiande watakaosimama na sisi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Bwana Yesu kwa sababu unakwenda kutukuza katika huduma zetu. Kila mmoja unaenda kumkuza katika huduma yake. Asante Bwana Yesu kwa sababu unakwenda kututumia. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya mtu yule ambaye anayetazama vipindi hivi na atakayetazama ibada hizi. Asante Bwana Yesu kwa sababu unaenda kumhudumia jina la Yesu Kristo. Utaenda kuwahudumia kwa jina lako Kristo. Radabako sodobosia. Nasema asante kwa mtu ambaye atatazama ibada hii miaka 10 ijayo, kwa maana kipindi hicho pia utakutana naye. Asante Bwana Yesu kwa sababu unakwenda kututofautisha na watu wengine wote. Unakwenda kutuinua katika viwango vya juu. Asante Bwana Yesu kwa maana unakwenda kutenda zaidi ya vile ambavyo akili yetu inaweza kudhani. Kipekee na kushukuru kwa ajili ya siku ya leo kwa sababu Bwana Yesu unakwenda kututangulia. Unakwenda kutusaidia. Unakwenda kufungua milango ya biashara. Wanapoenda kwenye biashara zao watu hawa wanaenda na wewe Bwana. Wanaenda na baraka zako Bwana. Asante Bwana Yesu kwa maana tunaenda kupata wateja wa kutosha. Tunaenda kupata baraka za kutosha. Tunaenda kupata neema ya kutosha. Asante Bwana Yesu kwa maana amani yako, ulinzi wako utatawala katika siku nzima. Kama unaamini Bwana anaenda kukupatia ulinzi, mshukuru katika jina la Yesu. Rabada kusalaliande debosia lekilana na manakosa yande debosia ranushikiliande. Speak in tongues for these few minutes. Rimana na mashikala debosha dadiande rabako dadiande rikala liasha dabako sadadabos yande debo rianda damalalia lesikala damanama shikalinde deboza dadiande. Yes, rokusa dalianda namana namazuka zumina na yasha marepeda damasolobo sadadianda sekila la mana Uzayana rebosa dariashi rebozia zenika la ramana kosa la rebosa dariana ramana lika liande sipala kusayaka tadarabosia tadaramana ni shayaza zelika la domokozi yaka na niande rebesi asha dabali zeteke donobosa dadariande rebezi kazadadisha ya zetora bakoso koyomi na nanama kazita dadari rebedosi yande reboshi kala lisa kadea. Areda na mana nusi kaldiande. Nguvu mpya inaingia katika maisha yetu. Nguvu mpya inatembea katika siku hii ya leo. Nguvu mpya itatuongoza sasa. Ranika liasha dabana na mosi kaliande. Maisha yetu yamebarikiwa. Familia zetu zimebarikiwa. Biashara zetu zimebarikiwa. Kazi zetu zimebarikiwa. Ndoa zetu zimebarikiwa. Radika la dadadiasa dadabashi kaladiande. Vipingamizi vyote vimeshindwa. Vita vyote vimeshindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninasema asante
kwa sababu Bwana umetusikia na kutuhudumia. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya siku hii ya leo. Reba dana masaka liandiribusha. Asante Bwana kwa sababu umekubali kupigana vita vyetu siku hii ya leo, na unakwenda kupigana vita vyote kwa niaba yetu. Asante Bwana Yesu kwa sababu roho ya utulivu na imani kwako itadumu kwetu tangu sasa, na tutakuacha wewe uchukue usukani wa maisha yetu na jukumu la kupigana vita vyetu. Asante kwa kutukumbusha siku hii ya leo. Roho Mtakatifu, asante kutukumbusha mambo haya ya kwamba it is not our battle, which means it is not our responsibility to figure out everything by ourselves. Asante kwa sababu Bwana unakwenda kufigure out mambo yote ambayo akili zetu yalishindwa kuyaelewa. Wewe unaenda kutupatia majibu yake kwa jina lako Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa siku bora, na kushukuru kwa amani, afya, uzima. Ninakushukuru kwa sababu umesikia maombi yetu, umesikia maombi ya baba yule, umesikia maombi ya kaka yule, na umesikia maombi ya dada yule. Asante kwa sababu wagonjwa wamepata afya, masikini wameinuliwa na kufanikiwa sana, wafanyabiashara wamebarikiwa. Asante kwa sababu wafanyakazi wamebarikiwa pia. Asante kwa sababu wanafunzi wanapoenda kusoma tangu sasa wanaenda kuelewa, kwa sababu tayari upo kazini kutusaidia. Ninakushukuru Bwana kwa sababu utayatenda mambo yote hayo kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen and amen. Patie Bwana makofi kama unaamini. Popote pale ulipo, mpatie Bwana makofi, mpatie Bwana makofi. Amen, amen. Mungu akubariki sana ndugu yangu. Asante kwa kuweza kuwa sehemu ya ibada hii siku hii ya leo. Ninaamini kuna kitu Mungu amefanya katika maisha yako, na ninaamini kabisa shuhuda zitakuwa nyingi sana 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 tutakazozipata kupitia ibada hii kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru pia wewe ambaye siku zote umekuwa ukisimama na sisi katika upande wa matoleo. Nambari ya simu ni hiyo hapo unayoiona kwenye screen yako sasa. Umebarikiwa na ibada hii na zingine zilizopita, unasema nataka kusimama nanyi katika kueneza injili. Namba ya simu ni hiyo hapo. Feel free kutumia mtandao wote unaona hapo, ama hiyo bank account number, na Mungu atakubariki sana. Huyu Mungu ambaye tumekuwa tukizungumza habari yake tangu mwanzo wa ibada ataenda kubariki maisha yako na kuongeza pale ambapo umetoa. In fact, let me pray for you for that. Bwana Yesu, mtu huyu anatoa kwa imani. Ameamua kusimama na sisi kwa matoleo yake na sadaka hii ya injili. Nenda kafungue milango ya baraka kwake. Nenda kafungue neema kwa utukufu wa jina lako. Mwezeshe pale ambapo anaishia. Kwa jina lako Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki sana. Asante kusimama na sisi. Tukutane tena kesho ambapo tutaendelea na series hii ambayo tumeanza nayo juzi, tumeanza nayo jana, na tutaimalizia basi hapo kesho kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Naitwa Pastor Gadiel Mpungu. Ubarikiwe sana. Asante kwa kuweza kupambazuka nasi. Shalom.